found somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found what every heart dreams of. When I found you, I found love. When I found you, I found the rest of my life. When I found you, I told all others goodbye. When I found you, I saw my fears fly away like a dove. When I found you, I found love. From above, when I found you, I found love, yeah, yeah, yeah. I know true love sounds crazy, but worth waiting for. You are the one, my scholar with style. When I found you, found one more reason to smile. When I found you, I knew I finally found enough. When I found you, I found love. Yeah, I did. When I found you, I found love. When I found you, I found love. I found Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I'll trust in your ways. I quit with all the stress, I quit with all that worry, I quit the sleepless nights. I will trust in your plan. What I say, today is my day. Something big is about to happen. Oh, today is my day. I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my good. Hey, we all enjoy. Hey, even I will say every weekend. I'm going to celebrate. Come on.
umezakana hivi. Hata wewe unapobarikiwa leo. Amen. Oh my baby. Unakaa poa, hizo vitu vimewekwa vizuri. So look nice. Okay, this will be good. Hey, mother. Oh, you are not serious. I'm not serious. You're so pretty. You look nice too. You don't look like mine. Welcome to Bangladesh. For real. It's a beautiful day for us as a family. This is the first daughter of our family to get married. We are so proud of her. Lucy, we are proud of you. And we expect you to lift our family name in that other family that you are going to. That family will be your family. But it doesn't mean that you will forget us too. We are proud of you and we expect you to lift us up there. We are blessing you to go and start a family, and we believe also until you are blessing to us. Go well, and God bless you. Siku ni leo, sio kesho. Ni leo. Ni leo, na naomba vile Mungu ametenda, ameonyesha mvua yake kusafisha mavisirani zote, imeenda jana. Na siku ya leo nimeshukuru kwa sababu nimeengoja hii siku sana. Imefika. Lakini ile kitu nakuomba,
Mungu akipatia wewe mwanaume vile amesha kupatia huyu, sasa chunga. Mungu anasema chochote ile umepewa uchunge, na usipochunga ile kitu Mungu amekupatia, hiyo itaenda na utapata mali yoyote, ikue mtoto ama bwana anachungwa. Na ukichunga yeye na kufanya vile anataka na vile anatamani, na yote itawezekana, na Mungu pia atasimama. Na ile kitu naomba ukue mtu yule anaomba. Umejua tangu utotoni, sisi tangu nyinyi na wenzako utotoni, ile kitu nilifundisha nyinyi kwanza ni kujua Mungu na kujua Yesu na tukaribia Yesu kila saa. Na yule mtu amebase on kwa Yesu hatakosa. Hakuna siku atajaribu kitu iende wrong, kwa sababu uko na Yesu. Ukikuwa na controller Jehova Jire, hakuna kitu itaenda wrong. Hiyo ndio kitu tumebase, na umejua vizuri. Hata wakati ulikuwa kwa primary, ukitoka kwa mlango ulikuwa unafanya nini? Unaomba kwanza ndio uende shule. Hiyo ndio ifanyike hata kesho, hata leo ama kesho kutwa, kwa mtu yoyote ile utakuwa unaishi naye. Jaribu kuenea maneno ya Yesu. Jaribu sukuma wale wako karibu na wewe wajue wewe ni wa Yesu. Hiyo tu, na Yesu atende. Katika jina la Yesu nimekuombea. Jehova atende. Choose us. In 100 worlds he'd find us. My name is Vanessa, and today I'm one of the bridesmaids. I'd just like to wish Lucy and Dominic very bright and happy future. My name is Joy Jasmine. I want to wish Dominic and Lucy a very happy marriage. You guys are just the best. Enjoy yourself. My name is Victoria. All I want to wish Lucy and Dominic is all the best in their marriage. May God give them blessings. Hi, Domi and Lucy. My name is Joy Laura, cousin to Domi. Lucy, welcome to our family, and I wish you and Domi a happy marriage. Hi, my name is Diana Odhiambo. I am one of Lucy's bridesmaids, and I'd like to wish them a beautiful, amazing marriage. I love them so much, and may God bless them and keep their marriage. Yes, this is where it starts. I'll give you my heart. Hello. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii. I thank God for my daughter Lucy. It's really a blessing. It's a day tumekuwa tukingoja sana, and I really thank God kwa sababu ametuwezesha kufika umbali huu. It's not easy, but it's a journey that begins somewhere, na hapa ndipo inaanzia. Na my prayer is that Mungu akuwezeshe, akufikishe salama. Challenges zote za maisha kuna Mungu juu. As long as you trust upon God, hakuna kitu huwezi. Wale ambao tumekuwa kwa marriage tunaweza sema there are challenges, yes, but there is God. Anatupatia nguvu ya kuendelea, anatupatia wisdom as a wife, atakupatia wisdom ya kujenga nyumba yako as you continue in your marriage. And I thank God because you know God. Yeah, that's where our strength, tunapata nguvu zetu as believers. That's where we get our strength, our wisdom, our knowledge, and how to live in a marriage. So my prayer is that this day goes well, that we finish well, that the blessings of God be upon you, upon your marriage, and you begin well for the glory and honor of God. Amen. Hi, Domi. Yeah, it's been a long journey, but I thank God that we are here.
I pray for God's love. We continue being united as we've been from day one. And I pray that atukuzwe in this wedding and also in the marriage. Thank you for loving me. Thank you for this day. Thank you for being my friend. I love you so much. See you. Best times you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will when the sky is falling. I promise you I'm all in, no turning back. Every day, every morning. Nakusiaye
Pero que medo. Oye. Fikisha vitano. Ile wakati mwingine hakuna kitu tuliitisha sisi kwa mlango. Fikisha vitano maneno hizo. Endelea kuiba. Tafadhali. Oi, tahu ni tafadhali, hebu endelea kuimba Kiluya. Endeleeni Kiluya. Na waimbe. Kuanga wimbo. Na waendelee kuimba. Hataki kubebwa. Ndio hivi. Sawa. Mkono wake ndani ya sufuria. Wabiro hili kwa kelero kama na makende. Kumtima kare gigi mabeyo mitimo wakabugu. Waka olusi wake chiri ni chai. Ingiyo di ching maka wone ko we odni kendo gida kende ni sen. Nyasaye kapo kuchuku di odno. Chope odno Nyasaye. Ikete gweth mogundo. Ikete rit makende. Ura kiko chando. Tubedi luti kimi yekwisi ngeduto nikech Nyasaye moyier ni ng'eche. Mondo ni kotelo kindi ume anagoni mana ni ero kamano winga. Kuom timo mama. Telle bude malare ni Yesu. Amen. Wow, we can pray. Thank you. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Siku ya leo tunakabidhi mikononi mwako shughuli hii na safari hii Bwana. Tunaamini Roho Mtakatifu umetutangulia katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu umefika na ni siku iliyokubalika machoni pako. Asante kwa sababu Bwana Roho Mtakatifu ametia muhuri ya kwamba mfalme, siku hii ni siku ya baraka. Ibariki mfalme, ili jina lako litukuzwe. Na kwa sasa tuko mikononi mwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you. Yes. Namfahamu. Sawa. Basi aingia hapo tu ndani umshike. Sasa namwambia kwa hata kwa lugha sawa. Yaani a place to use meaning. Yes. Tuna Mungu wa majeshi tunasema ni asante kwa kijana wetu Mungu wa majeshi anapoanza safari yake tunajua kwa pamoja nasi
Yesu na muinua Jehova, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Inua kila mmoja mahali hapa, takasa kila mmoja, takasa hii safari, Mungu wa majeshi. You are the most high God and there is none like you, my Father. Receive all the adoration and power because you are the King of glory. In the name of Jesus Christ, we believe and pray. Amen and amen. Hallelujah. John Monde, Lucy John Monde, John Monde. Yes sir. Kuna ingine? Angalia huku. Wapi wimbo hapa? Angalia huku, angalia huku. Mwenye wimbo. Kuja tu pole pole. Konyango. Ya kuarudisha. Usingizi kanitoroka, moyoni nakesha ngoma, kwa subira nimengoja penzi hili la thamana. Tangu tulipokutana nafsi zetu kapatana, na ni mbali tumetoka tangu kuchumbiana. Siku yetu imefika, hakuna tayezuia, ajalie Maulana pete tutavishana. Mie nimeshapatikana na yule mume kwa mapenzi shanienzi. Milele nishazama, sinitafute kule kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishazama. Kuna wale wanasema ndoa haidumu tena, yaje maji na mafuriko, tayari tushatia nanga. Nimempata yule wangu, kampenda na vyote vyangu, sitaja sahau, amenivisha dhahabu. Nimepata yule wangu, kampenda na vyote vyangu, simulia walimwengu, nishampa moyo wangu. Mie nimeshapatikana na yule mume kwa mapenzi shanienzi. Milele nishazama, sinitafute kule kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishazama. Mola tusaidie kwa wema wako, tuwe na ndoa yenye furaha milele hadi milele. Oh, nimeshapatikana na yule mume wa mapenzi shanienzi. Oh, milele nishazama kule kwa mabinti nishahama. Oh, nimeshapatikana yule mume wa mapenzi shanienzi. Oh, milele nishazama kule kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara,
maji na mafuriko, tayari tushatia nanga. Nimempata yule wangu, kampenda na vyote vyangu, sitaja sahau, amenivisha dhahabu. Nimepata yule wangu, kampenda na vyote vyangu, simulia walimwengu, nishampa moyo wangu. Nimeshapatikana na yule mume wa mapenzi shanienzi. Oh, milele nishazama, sinitafute kule. Oh, kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara. Angalia ishara, nishahama. Angalia ishara, tazama ishara. Angalia ishara, Mola, tusaidie kwa wema wako, tuwe na ndoa yenye furaha milele hadi milele. Oh, nimeshapatikana yule mume wa mapenzi shanienzi. Oh, milele nishazama kule. Oh, kwa mabinti nishahama. Oh, nimeshapatikana yule mume wa mapenzi shanienzi. Oh, milele nishazama kule. Kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara. Angalia ishara, nishahama. Angalia ishara, tazama ishara. Tunashukuru tunapotazama hivyo, wapigeni makofi wanapoingia lapodea. Amen. Give them a clap as they enter, wanapoingia ule wamshangilia, please make sure kwamba unaweka sura ile inayostahili kwa wakati kama huu, sura ambao ni wakati huu, njia ile stahili kweli, ndio hao unapoingia moja kwa moja. Men and ladies wanapoingia, hakikisha kwamba umeweka sura ya wakati kweli. Aha, maridadi kweli, tunashukuru. This is the day. Barabara kwa njia hiyo, ndio hiyo.
Make sure kwamba hutasimama tu. You can also sing together with them. Ni baraka tunashukuru Bwana. Hallelujah. Jia hiyo ni baraka tunashukuru. Wapigie makofi, wapigie makofi, wapigie makofi, wapigie makofi, hallelujah. I say wapigie makofi, clap for them in Jesus' name. Thank you so much, thank you so much. Studio, God bless you. Wakulia pamoja na msimamizi wake sio hao Baraka Pedi. Sura ya wakati na Baraka tunashukuru. Imefika wakati huu. Amen. Dominic in the house. Can somebody say Dominic in the
bibi harusi. Wengine wameketi, naomba kuweza kusimama wote. Kama wameketi mahali, naomba kuweza kusimama sisi wote. Tupatie heshima hii kwa sababu ni siku iliyokubalika. Siku ile baraka tunashukuru Bwana. Pamoja na wazazi wako. Kwa hao wanapokea. Wanaingia vizuri sana tunashukuru. Wanaingia vizuri sana tunashukuru. Kwa sababu pia wanatusaidia pia kuondoa wakati. Na tunashukuru kwa sababu hii ni siku iliyokubalika. Makofi. Wanajua kile kitu kinaitwa ngeli wako wapi. Apigiwe makofi na hizo. Anapoingia tusinyamaze tu. Anapoingia ilivyo dada huyu Emel wakiwa na mzao wazazi baba pale mama pale. Kwa hivyo baraka tunashukuru. Jia hiyo saiti kweli. Amen. Pigeni dada huyu makofi siku hii. Iliyokubalika. Neema hizi tunashukuru. Haleluya. Pigeni dada huyu makofi bado. Tusichoke. Haleluya. Hiyo ndio kazi yetu. Amen. Tunapoendelea baba kweli tunashukuru Bwana. Thank you so much. Thank you so much. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Studio, thank you. Ninauliza walioketi waweze kuinuka. Walioketi waweze kuinuka. Ni baraka. Walioketi waweze kuinuka. Inuka kwa mguu wako. Ninaona Dominic in the house, Lucy in the house. Can somebody clap for Jesus? Hallelujah. Amen. 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 Somebody say Lucy in the house. Lucy in the house. Hallelujah. Tunataka kuanza kwa neno la maombi. Na kwa hivyo tukiwa kwa njia hiyo tutakwenda kuomba na itakuwa ni baraka. Nataka kumuuliza ndugu yangu na mchungaji Pastor Edwin Nyongesa akaweza kuanzia jambo hili kwa njia hiyo katika njia ya maombi. Pigeni Bwana makofi ili tunapoomba na ili tukaweza kuendelea. Tufunge macho yetu tuweze kuomba. Baba wetu, mfalme wa wafalme, Bwana wa amani, Mungu mwenye nguvu, mwenye kuanzisha na mwenye kukamilisha kila jambo, Mungu wa majeshi kwenye uso wa nchi. Tumekusanyika mahala hapa, Mungu wa majeshi, siku hii kwa sababu hii muhimu ya kwamba Mungu wa majeshi, mfalme wa wafalme, ndugu yetu Dominic pamoja na mke na dada yetu Lucy, Bwana Mungu wa majeshi, wanaungana ili kwa Mungu wa majeshi iweze kufanyika kwa kitu kimoja. Tunakushukuru kwa ajili Bwana Mungu wa majeshi ya sherehe hizi. Tunazikabidhi zote mikononi mwako. Kwa Bwana, tangia mwanzo wa ibada hii hadi Mungu wa majeshi tufikapo tamati yake, ukaweze kuchukua Mungu wa majeshi hatamu ya uongozi. Tawala mahala hapa. Dhihirika Mungu wa majeshi kwenye ibada hii. Wacha uwepo wako kize kung'aria pande zote. Bwana, liwa jina lako kwa ajili ya wazazi wote pamoja na marafiki na kanisa kwa jumla, ambapo Mungu wa majeshi wameweza kusanyika mahali hapa ili kuweza kushuhudia Mungu wa majeshi siku hii. Bwana, pokea sifa zote, pokea heshima, pokea utukufu na sifa, na ni katika jina la Yesu Kristo tunapoomba na hata kuamini. Amen. Katika kwa milipuko kwa kutoka na makofi mazuri kwa kushangilia Bwana. Thank you sir. Amen. Ongezeni kupiga makofi tena, makofi. Tukiwa katika hiyo hali basi tutakwenda katika kipindi ambacho cha muhimu sana. Tutaweza kuwa na kipindi cha kumsifu Mungu, kipindi cha kumwabudu Bwana. Kwa hivyo kipindi hiki cha sasa ni kipindi cha muhimu sana na cha baraka. Praise and worship team, they are ready. Ili tukaweza kumwabudu Bwana, tukaweza kumsifu Bwana. Na kwa hivyo nafasi hii tunachukua na ili tukaweza kuendelea. Praise and worship team, kazi kwetu. Karibuni. Huyu Yesu
to continue in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kwa hivyo, I request just glorify His holy name, for His worthy for the praises. Father, we give the praise, we give you all the honor. You are the Alpha and Omega. You are the King of glory. We give you the praise. You are the mighty warrior, the King of glory, our Father, in the mighty name of Jesus. Umeinuliwa, hakuna Mungu kama wewe, Bwana wa mabwana, nasema hilo jina lako. Umeinuliwa, umeinuliwa, hakuna Mungu kama wewe, Bwana, Bwana wa mabwana, nasema hilo jina lako.
Tell God thank you for this day. Hallelujah. Tunapoomba, nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu umetuongoza vyema, umetulinda katika safari. Bwana, umekuwa nasi mambo yote, umekuwa mwema katika changamoto zote. Mfalme, umebaki kwa Mungu, jina lako linuliwe. Asante kwa sababu ya muda, wakati huu Mfalme ama umefika. Tunakushukuru kwa kila jambo, maana Roho Mtakatifu Bwana umetangulia. Nakushukuru kwa sababu ya dada Lucy, nakushukuru kwa sababu ya ndugu Dominic. Jina lako litukuzwe, maana Bwana tayari unajitukuza katika sherehe hizi na katika viwanja hivi. Bwana Mungu wetu, unajitukuza, unajitwalia utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya vipindi vinavyosalia. Tunakushukuru kwa sababu Bwana bado utakuwa Mungu na utabaki kwa Mungu. Asante kwa sababu vizazi hata vizazi Bwana wewe ni Mungu, uinuliwe maana umechukua usukani. Asante kwa sababu Mfalme umetia muhuri ili sherehe hii ikaweza kufana na ikaweza kubarikiwa na ikaweza kuwa ya baraka machoni pako Bwana. Nakushukuru kwa sababu malaika wa mbinguni Bwana wako wamesimama imara kwa ajili ya sherehe hizi na mambo yote kuwa salama, na ili jina lako litukuzwe. Pokea sifa kwa kujibu maombi yetu, maana tumekusifu, tumekuabudu. Na sasa tunapoendelea Bwana tawala katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amina. Sema amina iliyo na afya. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Mpigie Bwana Yesu makofi tena, maana ni mwaminifu. Haleluya. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kila moja na kwa watu wote katika siku hii ya leo. Basi kwa heshima na waomba tukaweze kuketi. Kwa heshima na waomba wote tukaweze kuketi kwa njia hiyo, ni baraka na tunapoendelea mbele. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo ni uswayo Bwana. Sema uswayo. Mwambie jirani yako uswayo. Kwa hivyo mimi nitabadilisha lugha kidogo. Nitaongea na lugha ingine ya nyumbani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hebu mgeukie jirani yako na mpe high five hivi, mwambie welcome to the house of God. Hebu mwambie tena ukitabasamu, welcome to the house of God. Amen, amen, amen. And we thank God for this privilege and this opportunity. Yangu ni machache sana. I want to introduce ministers in the house, and I also want to introduce mhubiri wa siku ya leo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. But first of all, nataka ni extend an invitation to this place to my daughter Lucy and my son Dominic. You are welcome hapa. Amen. Hebu tuwapigie makofi tafadhali. Thank you so much. Jihisi nyumbani. Huduma hii inaitwa Bethel Praise and Celebration Sanctuary. Amen. Kwa hivyo tunawakaribisha nyinyi wote, and without wasting more time, ningeomba pastors and elder wenye wanahudumu chini la Bethel wasimame pale popote wapo. Tafadhali just rise up wherever you are. Kwa hivyo ningependa tu ni watambulishe wachungaji under Ministry of Bethel Praise and Celebration Sanctuary, nikianza on my right. Amen. Sitawapea nafasi ya kuongea, nitawapea pastors that are visitors. Amen. Our pastor is called Pastor Edwin Nyongesa, anahudumu branch yetu ya Kawa West. Amen. Tupigie makofi. Thank you so much Pastor Edwin. Master of Ceremony ni pastor wetu mwenye anasimamia huduma ya Loitoktok, anaitwa Pastor Paul Mbok. Amen.
Next, haleluya, ni Pastor Martin Muchunku, haleluya, anahudumu katika Bethel Head Office Church. Tumpige makofi. Next, mwenye amevaa kama mimi lakini tofauti ni tai peke yake, haleluya. God bless you mchungaji Pastor Julius Momanyi, amen, haleluya, anahudumu at the head office. God bless you so much. Next ni Pastor James Odhiambo, huyo mwenye amevaa tag ya red kwa shingo, amen, pia anahudumu at the head office, amen. May I also now request wenye wametutembelea, wenye ni pastors, bishops, reverends, apostles na hizo matitles zote, tafadhali simameni tu, nitawapea nafasi dakika moja. Ndugu wangu, just come close tafadhali. Mwingine ako wapi tafadhali? Kuna mwingine amebaki hapo nyuma? Thank you. Karibu sana mchungaji. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Haleluya. Mimi naitwa Bishop John Ojok. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi nahudumu katika kanisa la St. Gabriel Ministry. Mali Lucy alikuwako. So mimi ndio spiritual father wake. Kwa wakati ule mpaka mali amefikia, mali atachukuliwa na huyo mwingine. Kwa hivyo tunashukuru kwa uwezo wa Mungu, na ni furaha sana ukiona mtoto wako ambayo umementa amefika at this point. Hiyo ni furaha kubwa sana, sababu tunisamea kidogo, sababu unajua kwa hii century ambayo tuko, wasichana wengi wanapotea, wengine wanapotelea njiani, wengine kumbuki hata kwenda kanisani. Lakini yeye, sababu tulimchukua tukamulea pamoja na wazazi wake, biological parents, tumewalea mpaka akafika mali amefika. Kwa hivyo ninashukuru sana kwa hiyo nafasi ambayo Mungu ametenda. Kwa hivyo Lucy, Mungu akubariki sana, na umefungua a new chapter in your life. Kwa hivyo kitu naweza kukuambia ni kukupatia tu baraka. Uendelee na Mungu ainue hiyo familia iendelee vizuri. Asante. Kwa hivyo ninaomba wenye tulitembea nayo, kama mko hapo, unaweza simama tu, wave tu, wale wa St. Gabriel mali muko. Asanteni sana. Hapo ndio mali Lucy ametokea. Kwa hivyo mengi tutasema wakati mwingine. Mbarikiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mimi nikisimama hapa, mimi ni mchungaji Hemenadika Babu wa Church of Bethlehem, na mimi nahudumu kule Vihiga cha Wakali Assembly. Kwa hivyo nimekuja hapa pia kwa sababu ya mjukuu wangu yuko hapa. Bwana asifiwe sana. Nimeona Dominic akiwa hapa, mimi ni babu yake. Nimekuja kwa niaba yake kwa shughuli. Namuombea pamoja na nyumba yake wakae ndani ya Kristo, na Kristo atakuwa nyumba yao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo apasa sababu wako hapa, wazazi ambao wako hapa, pia mimi nawapa eko kwa kuacha kazi zenu na kuja mahali hapa, na mbarikiwe sana na Mungu mnapotoka mahali hapa. Kwa majina mnaisikia, mbarikiwe sana. Asante sana mchungaji. Bwana asifiweni. Bwana asifiweni tena. Kwa majina naitwa Rev Betty Ochin, na hudumu katika kanisa inaitwa Abundant Life Worship Ministries chini ya Apostle Job Nyansera. Kanisa iko pale Githurai 44. Mimi ni rafiki wa pastor
and Rev and Pastor Oscar. Lakini zaidi ya yote leo ni sikukuu kwangu kwa sababu Lucy ni my sister. Baba yake ni mjomba wangu mpendwa na mama wake ni shangazi wangu mpendwa sana. Wakati nilikuwa naenda shule ni kwake nilikuwa naenda, na nikifika mnajua vile kulikuwa kunaenda. Nilikuwa nakula pochopocho, nilikuwa naangaliwa vizuri. Kwa hivyo mtu anaangalia tumbo yako, si hata wewe unampenda. Bora asifiweni. So mama yangu ndiye mkubwa katika boma ya kina Lucy. Kwa hivyo niko hapa katika njia mingi. Bwana asifiwe. Na zaidi ni msichana, mama yangu ndio huyu hapa amesimama. Kwa hivyo Mungu ambariki sana. Thank you for standing. Pia niko hapa na watoto wangu JD, Cyril, Dota, Stephanie. Kama mpo mza tusimama mpungie kanisa kwa sababu ni sikukuu kwenu pia. Sababu Lucy amekuwa rafiki yenu na watafuta na macho ama wameenda kupika. Ndio hawa hapo. Thank you. And Valentine. Niko hapa na watu wengi, my sisters are here. Bwana asifiwe sana. Na wajomba wangu wako hapa wengi, mashangazi zangu. Ni sikukuu kwa hii jamii. Na mimi nikiwa hapa kwa hiyo muda mfupi ningependa tu kuitanishwa na hao kwa huu muda. Bwana asifiwe. Nimeolewa na ndugu anaitwa Josiah Uchien. Hakuweza kufika mahali hapa leo, lakini aliniambia lete pongezi zake za kipekee. Na kwa hivyo mimi nataka tu kuambia jambo moja pamoja na Dominic. Najua saa hizi mnaitana majina matamu. Bwana asifiwe. Lakini jambo moja nataka kuwakumbusha kuwa ndimi zenyu zimetakaswa na Bwana. Na Bwana amewapa amri na nguvu ya kuita kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna siku kwa maisha yenu wakati mtakutanishwa leo na kuendelea, msijiite ama msitane jina ambayo haiambatani na neno la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa sababu kile utamuita Lucy atakuwa na kile utamuita Dominic atakuwa. Kwa hivyo unajua mwinjilisti ukimpea microphone kunaweza geuka someone. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kuachia hapo nikisema mbarikiwe na asanteni sana kukuja katika hii sikukuu. Bwana awabariki sana. Watoto wapigie makofi tukiwashukuru tafadhali. God bless you so much. Amen. I hope sijasahau mwingine, so I want to come back to this place, this desk, na ningependa nimtambulishe my spiritual senior. Bwana asifiwe sana. Nyumbani she happens to be my wife. Hallelujah. And my lovely honey. Bwana asifiwe sana. The love of my life, whom I love so much. Can somebody help me to give it up to Reverend Anne? Hallelujah. Amen. Amen. Kuna kikao watashikilia hapo mbeleni. As I hand this microphone over, I want us to welcome the Word of God. Amen. So help me to stand up and welcome the minister who is going to speak to us shortly, because muda ndio hiyo imeyoyoma, so that we can clear this ceremony in time. Na tunashukuru juu ya mvua. We thank God for giving us this space so that we can be through. Amen. Let's bow our heads as we welcome the Word of God. Precious, eternal, heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we honor you and we thank you. We bless your name for your doing. We thank you for what you have done, what you are about to do, King of glory. You remain Jehovah, who is the same yesterday, today, and forevermore. Thank you for preparing this place at such a time as this. And thank you for setting apart your servant who is going to speak to your people, King of glory, about your oracles this afternoon. Father, it's my prayer, King of glory, that you may give him the sweet words, the right tone to speak to us, to teach us, to guide us, to advise, to instruct us, King of glory, according to your, we speak holiness, King of glory. Tunatakaza madhabahu haya kwa ajili ya neno lako Jehova. May you give strength
to the minister, King of Glory. May you anoint him, refresh him, King of Glory, and set him apart as a special vessel to speak to your people, King of Glory. We thank you and we bless you. We honor you for your word, Jehovah, and I speak a special spirit of listening and understanding of your word, Jehovah. May you come through, King of Glory, for it is good to be under your cover. We pray and we honor you, for we pray in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And the Church of God said, Amen. Hallelujah. Please help me by jubilation and celebration as we welcome Reverend Dalma Zorwa coming to speak to us. Thank you so much. God bless you. Praise the Lord. Welcome, Pastor Diambo. Thank you. Thank God for you. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. You can sit. Tunaweza kuketi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Today I have opportunity to stand here. Leo nina nafasi ya kusimama hapa. And I have my lovely wife. Na ninaye mke wangu mpendwa. And she's my pastor. Na yeye ndiye mchungaji wangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You know, if you are a minister and you don't have a pastor, you are suffering inside. Kama wewe ni mchungaji na una mchungaji, kama wewe ni mhuduma na hauna mchungaji, unaugua kwa ndani. Me, I have a pastor. Mimi nina mchungaji. And my pastor is called Pastor Karen. Na mchungaji wangu anaitwa mchungaji Karen. She is here. Yeye yuko hapa. I just want her to greet you before I minister. Ningependa wasalimie kabla nikalete neno la Mungu. Basi Bwana asifiwe. Praise the Lord. Praise God. Bwana asifiwe. Nisalimie hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Nilikuwa ninasema juzi katika ushirika ya kwamba kama si Mungu kuwa upande wetu, kuna maandiko napenda Psalms 124. Kama si Mungu kuwa upande wangu, maadui wangenimeza nikiwa hai, na hata maji mengi yangeweza kunipeleka. Mungu hakunipeana kama nyama katika meno ya maadui. Bwana asifiwe. Akavunja mitego, tukaponyoka kama ndege. Uko hapa kwa sababu uliponyoka. Bwana asifiwe. Mitego ilivunjwa, ukaponyoka, na ndio maana uko mahali hapa. Na ndio nasema shangilia Bwana na makofi na shangwe. Hallelujah. Praise God. Ni kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo, kwa sababu ya harusi ya msichana wangu, mrembo wangu hapo na kijana wangu. Bwana asifiwe. Na imegharimu Mungu ndiposa tuwe mahali hapa. Bwana asifiwe. Mimi ninaitwa Karen na ninahudumu kanisa la Baba Ndogo. Tuko hapa na Life Worship Ministries pale Baba Ndogo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na aweze kuwatendea mema. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are blessed with 2 children. Tumebarikiwa na watoto wawili. And I thank God for those children. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya hao watoto. They are a blessing to me. Wote ni baraka kwangu. I have my pastor from home. Ninaye mchungaji wangu kutoka nyumbani. You know, wanasemanga yani jogoo ya mjini ama jogoo ya shambani awiki mjini. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So akifika mjini anasikia ni kama ni kwa labda ni pastors wa Nairobi tu. Bwana asifiwe. Amen. But I have my Pastor Elsa. Please just come. Praise the Lord. I thank God that we have Abundant Life church in our home. Nashukuru Mungu maana tuna kanisa la Abundant Life Worship Center. She's here. Yuko hapa. I just want you to feel free. Nataka usikie and bring the greetings of Abundant Life Worship Ministry Nyanza. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wangapi wananipenda leo? Hakuna mtu ananipenda. You mean nobody loves me? I want to thank God for this far. Nashukuru Mungu kwa umbali huu. Because it is because of His grace. Kwa sababu ni kwa neema yake that we are here. Ndio tuko hapa. Umbali tumetoka. The far we've come. Ni kwa neema. It's because of His grace. I am Pastor Elsa Owuor. Ni mchungaji Elsa Owuor. Anashiriki Abundant Life.
Fellowship with Abundant Life. I came all the way from Sori. Nilitoka kule Sori. Just because of my daughter. Kwa sababu ya binti wangu. Huyo ni msichana wangu. She is my daughter. Baba yake ndiye anafuata mume wangu. Her father is the one who follows her husband. My husband is also here. Mumewe yuko pia hapa. Simama usalimie watu. Just wave. Thank you very much. That is my husband. Asante, huyo ni mume wake. I was blessed to be there. Nilibarikiwa kuwa pale. Kuna father hapa. We have our dad here. Kindly father, can you stand up? Yeah. Huyo ndio mkubwa wetu. He is the eldest. Pamoja na Made. Together with mama. Made salimiana. Amen. Amen. Watu wetu wako wengi hapa. Our people are many here. And I'm very happy to be here today. Nafurahi kuwa hapa leo. I want to tell my daughter. Ningependa kuambia binti wangu. That if the Lord does not build the house. Ya kwamba Bwana asipojenga nyumba. Then those who build it labor in vain. Basi wajenzi hufanya kazi bure. We are here to start this house today. Hapa kuanza hii nyumba leo. The two of you are building this house. Wawili wenu mnajenga nyumba hii. So in anything that you are going to do, kwa hivyo kwa chochote mtakachofanya, make sure God is the builder. Muhakikishe Mungu ndiye mjenzi. Patia Mungu nafasi yake. Give God his place. I'm very happy, Ref. Nashukuru sana Ref. Mmesalimiwa wote kutoka Karungu. You are all nimeleta salamu zangu kutoka Karungu. I brought my greetings from Karungu. And Lucy, that is why I'm here. Na Lucy ndio sababu tuko hapa. Mungu awabariki sana. God bless you. Thank you so much. Amen. So kiti na mbele hapo. Amen. Praise the Lord. Amen. No pastors, we have our places. Wachungaji wana mahali pao, kwa hivyo tafadhali, maana wewe ni mchungaji, kaa kwa kiti. I want to go very fast. Nataka niende kwa haraka. She has introduced the family, so I don't need to say more. So I want to go straight to the Bible in the book of Genesis chapter 24. Ninataka niingie kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 24. Genesis chapter 24. Mwanzo sura ya 24. Verse 10. Mstari ni wa 10. The Bible is saying, then the servant took 10 of his master's camels. Biblia inasema basi mjakazi akachukua ngamia wa mkubwa wake 10 and left, na akatoka, taking with him all kinds of good things from his master. Akibeba vitu vyote vizuri toka kwa bwana wake. He set out for Aram. Akaanza safari kwenda Aram. And made his way to the town of Noha. Na kisha akapitia kwenye mji wa Noha. He had the camels and he had the camel nailed down near the well outside the town. Basi ngamia wakapata kupiga magoti pale karibu na kisima karibu na mji. It was towards evening. Ilikuwa ni karibu jioni. The time women go out to draw water. Masaa wa mama wenda kuteka maji. When he prayed, alipoomba, oh Lord, Bwana, God of my master Abraham, Mungu wa bwana wangu Abraham, give me success today. Unifanikishe leo hii. And show me kindness to my master Abraham. Na unionyeshe rehema kwa bwanangu Abraham. See, ona, I am standing beside this spring. Ninasimama kando ya kijito hiki. And the daughters of the town people, na mabinti wa mji huu, are coming out to draw water. Wanakuja ili kuteka maji. May it be, na Bwana iwe, that when I say, ya kwamba nitakaposema to Agar, nitakapomwambia bibi moja, tafadhali let down your jar, hebu zusha kichombo chako, that I may have a drink, ili nikapate maji ya kunywa. And she says, na aniambie, drink, kunywa, and I will water your camel na too. kisha nitapatia ngamia wako pia maji. Let her be the one. Basi Bwana wacha na wewe you have chosen for your servant Isaac. Ili yule umemchagulia mjakazi wako Isaka. I thank the Lord today. Nashukuru Mungu leo. I want to just to minister kidogo. Na ninataka nihudumu kwa uchache. There's a man called Abraham. Kuna mtu anaitwa Abraham. And Abraham was a man that was after God's heart. Abraham alikuwa rafiki ya Mungu kabisa. God called him when he was still with his parents. Mungu
And you will give me 5 minutes naomba unipe dakika 5 to tell you why you need to marry. nikuambie sababu gani wahitaji kuoa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Why you need to marry. Sababu gani wahitaji kuoa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Ephesians, katika kitabu cha Waefeso, Ephesians chapter 3, chapter 5. Waefeso sura ya 5. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ephesians chapter 5. Waefeso sura ya 5. From verse 21. Mstari wa 21. Going to 22. Kienda kwenye mstari wa 22. You can read it. Praise the Lord. Unaweza soma. Bwana asifiwe. The Bible is telling us. Biblia inatuambia. Is telling us. Biblia inatuambia that you submit, you wife submit to your husband. Ya kwamba nanyi wake watiini waume zenu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want to tell you people of God. Nataka niwaambie wanao. That when you marry, ukioa, it makes you to have a submission in your house. Inakusababisha uwe na utiifu katika nyumba yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you are a worldly person, kama wewe ni mtu wa dunia, he said the wife, anasema submit to your husband. Hebu watiini waume zenu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And he said husbands, na anasema wanaume, love your wife. Nanyi muwapende waume zenu. When marriage will bring submission and it will bring also love. Ndoa inaleta unyenyekevu pamoja na upendo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Second one I'm saying. Jambo la pili. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible is telling us. Biblia inatuambia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Genesis chapter 2. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Verse 24. Mstari wa 24. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The book of Genesis. Kitabu cha Mwanzo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible is telling us. Biblia inatuambia. Chapter 2 verse 18. Mlango wa 2. Verse 24. Mstari wa 24. Verse 18. Praise the Lord. Mstari wa 18. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says. Biblia inasema. The Lord said, it is not good for the man to be alone. I will make him a suitable, I will make him a helper suitable to him. Biblia inasema si vyema kwa mume kuwa peke yake, nitamtengenezea msaidizi anayemfaa. Tell somebody it is not good. Ambia mwenzako haifai. When something God says it is not good. Kama kitu ambacho Mungu anasema si nzuri. It means that you have the authority to change it. Inamaanisha una mamlaka ya kuibadilisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God has given you option to make it. Mungu amekupatia uchaguzi wa kuitengeneza. You marry because it is not good. Unaoa kwa sababu Mungu alisema si vyema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is not good. Si vyema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Yes, today you have to know. Leo it is not good. Si mzuri for you to be alone. Ili uwe peke yako. But it is not good. Haifai. Don't make it is not good. Don't make si mzuri. That is why God said. Hiyo ndio sababu Mungu alisema. So it is not good. Ndio sababu the second thing it is not good. Jambo la pili si nzuri. We marry because it's not good. Tunaoa kwa sababu si nzuri. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Wherever you are. Mahali popote. If you are not married. Kama haujaoa. It is not good. Sio jambo nzuri. Because God has made a rib for you. Kwa sababu Mungu amekutengenezea ubavu. But you are not taking that rib. Lakini hautaki kuchukua huo ubavu. God is looking and saying it is not good. Mungu anaangalia na anasema haifai. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The third one I'm saying. Jambo la tatu ninasema. The reason why we marry. Sababu tunaoa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Matthew chapter 19 verse 4. Katika kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 4. Praise the Lord. Bwana asifiwe. 19 verse 4. Kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 4. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible is saying. Biblia inasema. Evans is saying, haven't you read? He replied. Continue. Biblia inasema hamjawahi sikia, na akajibu. That at the beginning the Creator made them male and female. Ya kwamba hapo mwanzo muumbaji aliwaumba mke na mume. And said. Na akasema. For this reason. Kwa sababu hii. A man will leave his father. Mwanaume ataacha babake. And his mother. Na mama yake. And be united together to his wife. Na kisha ataambatanishwa na mke wake. And the two will become one flesh. Hawa wawili watafanyika kuwa kitu kimoja. So they are no longer two, but
to Adam. Akamletea Adamu mke. And Adam said, Adamu akasema, he was happy. alifurahia. And he said, akasema, the bone of my bone. Mfupa wa mfupa wangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The flesh of my flesh. Na nyama ya nyama yangu. He was happy. Alikuwa amefurahi. I want to tell you people of God. Nataka niwaambie watu wa Mungu. If you are trying to do wrong things, kama ni wakati wako then you shall not have any happiness. basi hautakuwa na furaha. You will be hiding from where people are. Utakuwa unajificha kutoka mahali watu wako. You will never be happy. Hautawahi ona furaha. You shall be ashamed. Wewe utakuwa mtakatifu. But when you do a good thing, lakini ukifanya jambo nzuri, praise the Lord, Bwana asifiwe, you shall be happy. Utafurahi. You shall introduce your wife the way I introduce my beauty. Utasimamisha mke wako na kumtambulisha vile nitambulisha. Before people. Mbele ya watu. You will not be hiding. Hautakuwa unajificha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want to thank the Lord today. Nataka nishukuru Mungu leo. There are people who are not happy. Kuna watu ambao wafurahi. Because you have not done the way God wants. Sababu hamkufanya vile Mungu alivyokuwa. He removed one rib. Alitoa ubavu mmoja. And he created a woman. Na akaumba mke. That is the reason why you have to go back to where you came from. Hiyo ndio sababu lazima urudi kule ulikotoka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So I want to tell you today, number 4, I'm saying, jambo la nne ninasema, in the book of Hebrews chapter 13, katika kitabu cha Waebrania sura ya 13, we marry because of respect. tunaoa kwa sababu ya heshima. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. The book of Hebrews, Kitabu cha Waebrania, we marry because of respect. tunaoa kwa sababu ya heshima. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you today, nataka niwaambie leo, when you have married somebody, unapooa mtu, you have to respect that person. lazima umheshimu. The Bible is telling us in verse 4. Biblia inatuambia kwenye mstari wa Hebrews chapter 13 verse 4. Waebrania 13 mstari wa 4. Marriage should be honored by all. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. And the marriage bed kept pure. Na kitanda cha ndoa itunzwe kwa uhaki. For God will judge the adulterer. Kwa sababu Mungu atamhukumu msinzi. And all the sexually immoral. Na kila yeyote ambaye ni msinzi. That is the word of God. Hilo ni neno la Mungu. He's saying it should be honored. Anasema lazima iheshimiwe. That is why we are here to honor this marriage. Ndio sababu tuko hapa kuheshimu hii ndoa. It brings respect. Inaleta heshima. We shall have respect. Tutakuwa na heshima. Because our daughter has been married. Kwa sababu binti wetu ameolewa. The family of our brother shall have respect. Na hata familia, jamii ya ndugu wetu watakuwa na heshima. Their son has married. Kwa sababu mwanao wao ameoa. When you marry, ukioa, you bring respect in your home. Unaleta heshima kwa baba even your family. Hata kwa familia they shall feel respected. Watahisi wameheshimiwa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So it should be honored. Kwa sababu ni lazima iheshimiwe kwa wote. And the bed. Na hata kitanda cha ndoa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Should be honored. Lazima iheshimiwe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Because the Bible is telling us. Biblia inatuambia. He is going to punish the adulterers. Yeye atawahukumu washerati. So he's telling us honor. Anasema uheshimu. When you are marrying this woman, unapooa huyu you must honor her. Lazima umheshimu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. You must honor her. Lazima umheshimu. By not bringing another woman. Kwa kutoleta binti mwingine in your bed. Katika kitanda. Praise the Lord. Bwana sifiwe. I'm saying that now. Nasema hivi sasa. It brings support system in the home. Inaleta njia ya kusaidiana au kushikiliana katika boma. Praise the Lord. Bwana sifiwe. In the book of Ecclesiastes, katika kitabu cha Mhubiri chapter 4, sura ni ya 4. praise the Lord. Bwana sifiwe. Is telling us this. Anatuambia hivi. This is what the Bible says. Hiki ndicho Biblia inasema. Chapter 4 verse 9. Mlango ni wa 4 mstari wa 9. Two are better than one. Wawili ni bora kuliko mmoja. Because they have a good return for their work. Kwa sababu wana thawabu kinachostahili kwa kazi yao. If one falls down, basi mmoja akianguka, his friend can help him up. Mwenzake atamsaidia kuinuka. But pity the man who falls. Lakini ole wake yule anayeanguka and has no one to help him up. Na hana mwingine wa kumshikilia na kumwinua. Also, pia if two lie down, wawili
wakilala pamoja. Together. Pamoja. They will keep warm. Watapeana joto. But how can one keep warm? Lakini alone? Mmoja atajitiaje joto akiwa peke yake? Though one may be overpowered. Ingawa mmoja anaweza kuzidiwa. Two can defend themselves. Wawili wanaweza kujitetea wenyewe. A cord of three. Muungano wa watatu. Stands is not quick broken. Muungano wa watatu pamoja haiwezi kuvunjwa. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Marriage brings joy. Ndoa huleta furaha. Praise the Lord. Bwana sifiwe. It brings joy. Inaleta furaha. You'll have joy in your home. Utakuwa na furaha kwa boma yako. When you marry, ukioa, there shall be joy in your home. Utakuwa na furaha kwa hiyo boma. Praise the Lord. Bwana sifiwe. I thank the Lord today. Nashukuru Mungu leo. That from today, ya kwamba kuanzia leo, there shall be joy in this home. Utakuwa na furaha katika boma hii. You marry, ukioa, it brings joy in your home. Italeta furaha kwa boma yako. And that is why I say, ni ile sababu nasema, if you want joy, ukitaka furaha, don't marry and you push your wife Gishagi na wewe uko Nairobi. Usioe mke wa nyumbani. Praise the Lord. Tafadhali. You need that joy. Unahitaji hiyo furaha. There's a joy that you have. Kuna furaha wanaoleta. And that is what I say. Ndio ninasema. Praise the Lord. Bwana sifiwe. As I'm finishing, ninapomaliza, I'm saying ninasema that now it defeats sexual immorality. Ya kwamba kuoa pia inakusaidia kushinda tamaa ya ngono. Praise the Lord. Amen. Because that is what the Bible is telling us. Sababu hiyo ndio Biblia inatuambia. In the book of 1 Corinthians chapter 7. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7. From verse 2. Kuanzia mstari wa 2. Verse 5. Mpaka mstari wa 5. It's telling us that now it will make you to have fulfillment. You'll be faithful. Because you'll defeat the sexual immorality. Inatuambia ya kwamba utahisi umetosheleka kwa sababu utakuwa mwaminifu maana umeshinda tamaa ya ngono. I want to tell you people of God. Nataka niambie women who are here. Wamama walio hapa. If you are not helping your husband, he shall move out. Kama hausaidii huyo mke kushinda tamaa atatoka nje. Praise the Lord. Bwana sifiwe. But if she married, lakini kama alioa, you are my daughter. Wewe ni binti wangu. If you have to help this man to defeat the sexual immorality. Ili ushinde huyu mwanaume kushinda tamaa ya ngono. People go out because they are not satisfied in their bed. Watu wanatoka nje ya ndoa sababu hawatoshelezwi kwenye kitanda. You let this woman not to go out of your bed. Utasaidia huyu mama asitoke katika kitanda. Which means be there for her and let her be there for you. Inamaanisha uwe hapo kwa ajili yake na uwe hapo kwa ajili yako, msaidiane. God bless you. Mungu awabariki. I give it out. Asante, Mungu awabariki. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tupatie Bwana sifa.